Zanzibar, eneo pekee na mahali ambapo urithi wa utamaduni na historia umejikita kwa kina katika eneo hili la mwambao wa pwani ya Afrika Mashariki. Ukifika hapa kisiwani Zanzibar, kuna mchezo mmoja wa kipekee ambao unashika nafasi kubwa katika maisha ya wakazi hawa. Mimi kwa mke nikakataa, mke nikamkataa. Huyu ndio tobwe wetu katika mtu aliyopewa mke hili nikamkataa tumie kwa hivi mlipoa mke kwa mke hili mimi nikakataa mwenyewe. Ndio kwa sababu unajua kama huwezi kushinda ndio maana ukakataa. Mke kwa kujua fundi kwa sababu wewe mke umemkataa kwa sababu hujui kwa sababu hujui. Kwa mke bure kwa fundi wake. Wakatuambia njoo tudarasishe hapo. Mchezo huu unaitwa bao. Ni mchezo wa jadi unaochezwa na Waswahili hawa kutoka pwani ya mwambao wa bahari ya Hindi, ambao unavutia watazamaji wengi kutoka sehemu mbalimbali duniani. Na huyo mwingine, huyu mzee wake nenda mpiga tatu. Huyu mzee anapiga tatu. Tatu kama alosimama huyu wala si huyu nafumba tena. Ni sasa unakungura ndio mnya binadamu. Huyu bwana anafumba jicho moja, huyu anafumba jicho moja. Wewe unauliza moja. Mimi nauliza kitu kimoja. Yuko mtu aliyokuwa na mgomba kafa? Hakuna. Inawezekana ikawa yuko. Basi yuko hakosi kwa sababu hatujui. Basi maneno. Wewe utaanza maneno. Huyu ndo kabisa, huyu ndo kabisa. Nafumba na jicho moja huyu. Mimi mgomba haunipigi. Na jicho moja nafumba huyu. Nikafa. Hakuna jicho moja huyu. Taratibu. Jamani unafumba jicho moja huyu. Huyu anafumba jicho moja. Huyu anafumba jicho moja huyu. Huyu anafumba jicho moja huyu. Jicho moja nafumba. Jicho moja mimi nafumba kwa huyu. Kwa huyu nafumba jicho moja. Nini? Wewe utafumba sasa hivi. Jicho moja utalifumba sasa hivi. Mimi huyu nafumba jicho moja. Jicho moja kunifunga mimi. Jicho moja nafumba jamani njoo jicho moja. Jicho mimi nafumba jicho moja kwa huyu. Kwa huyu nafumba jicho moja. Hala sifikiri maana yake wazee mimi nawatamani kweli kweli. Mzee wako huko. Nawatamani kweli kweli wazee. Njoo. Bao ni mchezo wa mbinu na ustadi. Historia yake inachukuliwa kuwa ya zamani sana na inadhihirisha umahiri wa kipekee wa Wazanzibari katika utamaduni wa kimichezo. Niwaache kwanza kidogo na kazi mkononi. Nenda kuachie. Tajuka. Zile meso na kuachia. Sio wewe una shida. Taji mbovu. Wewe una njaa. Taji mbovu. Wewe una njaa. Unalo jingine? Ni hebu niwache na wenzee. Wewe una njaa. Halimaliza bao. Bao ndio kwanza jipya. Wewe kwanza jipya. Wewe una njaa. Kufa hapa. Patosha. Kufa hapa. Patosha. Bao nakula sana. Patosha. Ngapi ni 10. Wewe hapo takata tu hauna mtaji. Takata tu. Huko ndo kunakoliwa. Huko ndo kunakoliwa medi hii ama tobo hawajui. Mchezo huu hauna umri maalum. Watoto, vijana na watu wazima hucheza kwa furaha na kwa ustadi mkubwa. Bwana unapeleka wapi? Tulia, hebu tulia. Hii hesabu nakufanyia wewe. Hii hesabu nakufanyia wewe. Ndani, tia ndani. Ndani bora. Tia ndani. Unajua aje bwana. Tia ndani hali hizi unakula. Nenda ngoko kwa usiweke bao. Ale, Mesha kwenda, unamuona pandu. Hapo ulikitwa. Hapo Pandu unamuona hapa. Ziko wapi hizi ngapi? Hizi nitaka hizi tatu. Wataje tatu. Hizi ipate ya medi Hizi kwanza. sio nane hizi. Haitoi. Hebu tulia. Haitoi brother. Kula nyingine. Kula nyingine kweli lakini ile haitoi. Hapo nakula sana ile nani atakipiga na konga moja. Sawa. Asante kwenda hivyo. Hiyo nataka mtu anayejipa sio kwenda hivyo. Asikali kwenda hivyo. Wewe amejua huyu mtu kashapelekwa. Kazunguruka huko anaenda ubaga. Hajui kitu huyu. Matobwe atume wape kwa nyingi. Umelala? Umelala. Analala hapa. Mendanganya kifikiri mimi nakamata hapa hesabu nichofiri na hii hapa. Aliona mtaji mingapi? Tulia. Mtaji moja huyu. Unaenda hivi. Unala kufanya. Unawe huko? Wako wengi kumbe juu. Wanaulizana kuhesabu ngapi?
Watoe mimi bigwa. Mimi ile rubalisho nalijua. Yezo jofu hapa bwana wewe. Wewe bwana kuhesabu kesho. Hesabu nini bwana na wewe? Wewe mwenyewe ulikuwa hapa. Zile simtaji zile. 1 2 3 4 5 6 7 kwani kashatoka huyu? Na wewe kaa kule. Awe mwenzako yule. Masudi kwani huyu kashatoka? Bao ni zaidi ya mchezo, ni sehemu ya maisha ya kila siku ya Wazanzibari na kuna umuhimu mkubwa wa kijamii kwa wakazi wa kisiwa hiki. Ama wizi kweli atufunga wizi kwa sababu anabania kete. Aibe afanye chochote na namfunga. Huyu hajui. Huyu hasa katika hesabu ya bao. Huyu Wao watakutia mata wakati wewe huwezi kuandikwa bwana. Wewe huwezi. Kwa miaka dahari, mchezo wa bao umekuwa daraja la kuunganisha jamii za kisasa na za kale. Kwa jina naitwa Ali Omari Ali. Nimezaliwa kisiwa kimoja cha Pemba, kinaitwa Kisiwani kwa binti Abedi. Nimeanza kujifundisha huu mchezo na umri wa miaka 9. Ilikuwa ndio hobi yangu. Nilikuwa naupenda na wazee walipoona mtoto anaupenda basi wakanisaidia. Na kweli nilikuwa kidogo mjuzi mzuri. Historia ya bao limeanza zamani. Yaani si wazazi wetu tumekuta wazazi wetu bado wanacheza. Kwa hiyo sio kusimama kwetu kuangalia na sisi tukajifunza tukajua. Historia kubwa hii inatoka ni Pemba. Kwani huyu kashatoka? Naweka kule huyo wa mwenzako. Huyu kashatoka kwani? Naweka kule Masudi. Kashavuka mto huyu. Huyu kashavuka mto. Huyu alikuwa ndo huyu kashavuka mto huyu. Ule mambo wake mwendo wake. Nauliza huyu kashavuka mto. Huyu kashavuka mto huyu. Wewe ushapigana na mlemavu. Alobo sasa unalisema. Nitakasha tena. Ushasema utakasha tena. Cheza. Sijui sasa tu unamwambia utakasha tena. Kwa hiyo wengi si tuliopo hapa wengi tu tunatokea kule. Licha ya kuwa na wengine wa hapa wapo, lakini baada ya kufika sisi tukauendeleza huu mchezo. Tena ikawa ni mchezo kama michezo mingine kama vile mipira, lakini hatuna support ya kuendeleza. Kwa hiyo sisi wenyewe tukikaa barazani, hatuna kama vile shughuli ya kufanya. Tunatoa bao, tunakuja kaa kidao kama hapa, tunapishana kelele, wanakupishana kelele ndio kucheza kwenyewe. Tunafungana, huyu anakuja, tunacheza, yule anakuja, ndio hivyo. Usitie mikono kwenye bao, usitie mikono. Naweza kukacheza huu. Panga nyingine bwana. Ngoja tuhesabu hizi. Ukishapwa 2 huyo rungu haya. Kaa naye kule. Yeye yote hapo juu. Baada boflo hapa, boflo mimi nitakununulieni. Bwana umeacha kibao kimoja kile. Wewe unapigana na mlemavu unakubalia kukamata. Umefahamu? Tena boflo huyu nitakununulieni. Mimi ndio bingwa wao. Si nimekwambia ni kama ndio bingwa wao. Basi mtaona hawa wote wamepata. Ubingwa umeupata wapi? Ubingwa umeupata nani? Rungu tayari hiyo, mekete moja bado kwangu. Ubingwa umeupata wapi? Watu wanaposhirikiana kucheza bao wanajenga urafiki, kujifunza mbinu mpya na kuheshimiana. Nimechukuliwa kwa nasema hili bao na shida na huyu bwana kanitafiri pesa alipotea mfukoni. Yeye mwenyewe anasema. Umefahamu pale? Wewe twende bwana hujui. Huyu kanitafiri. Hakuna wewe, mimi nisema hili bao na. Wewe bwana umenitafiri pesa ulipozitafuta. Na ile akisafirisha mfunga. Na ile akisafirisha mfunga. Usafiri. Hebu cheza kwanza, safiri nani hapa? Na hili tayari rungu ya pili. Huyu bwana hajui. Mena huyu bao hajui. Kisikia limake ndio huyu Kazogo. Huyu bao hajui. Wapi unaenda? Kwa wageni wanaofika kisiwani hapa kwa lengo la kujifunza utamaduni wa Mswahili kama vile lugha, mapishi, jando na unyago, tambiko, mazishi, harusi. Mchezo huu wa bao ni sehemu sahihi kwao kujifunza mambo yote haya. Hapa hakuna mtandao sasa hivi. Ndio kwa sababu sasa hivi tena sasa umzenga mpaka nywele kazitoa. Hisabu chochote kwenda hivyo. Nywele mimi kazitoa.
Unajua bwana alionitafiri ule Masudi. Hakuna Ati ya pesa mfukoni. Usishingizie Masudi. Masudi unatia pesa Usishingizie mfukoni. Masudi. Usishingizie Masudi. Masudi usishingizie Masudi. Anatia pesa mfukoni. Masudi usishingizie. Masudi usishingizie. Unasema unatia pesa mfukoni. Hivyo hivyo. Basi kazi yako. Barabara. Barabara. Katika mashindano ya bao tunapata picha ya jamii inayoishi kwa amani na ushirikiano. Hii ni ishara ya umoja wa Wazanzibari na inasaidia kuweka uhusiano imara kati ya vizazi mbalimbali. Kwa upande wa utalii, mchezo wa bao umeendelea kuvutia watalii kutoka sehemu mbalimbali za dunia. Mchezo huu umekuwa kivutio kikubwa cha utalii wa kiutamaduni na kuongeza fursa za kiuchumi kwa wenyeji wa kisiwa hiki. Hapa ni Joe's Corner, eneo maarufu kwa watalii ndani ya mji mkongwe. Watalii wanafika kisiwani hapa kwa lengo la kujifunza utamaduni wa Kiswahili. Mchezo wa bao unakuwa sehemu ya kipekee kwa watalii kujichanganya na tamaduni za kisiwa hiki. Watalii wana nafasi ya kushiriki moja kwa moja katika mchezo huu wa bao kwa kujifunza kutoka kwa wenyeji na kupiga picha za kumbukumbu. Halo, unasemaje wewe? Anashughulisha si ule pesa anatia kwenye mfuko. Wewe vipi? Kufanyika kwa mashindano ya bao katika eneo hili maarufu la mji mkongwe imekuwa ni kivutio muhimu kwa watalii kutoka bara la Afrika na duniani kote. Mchezo wa bao unasaidia kujenga utambulisho wa kisiwa hiki cha Zanzibar kama sehemu ya kipekee kwa utalii wa utamaduni, ambapo mchanganyiko wa historia, sanaa na michezo hutoa mazingira bora ya utalii. Toa midole yako. Mko wengi toa madole wizi huo. Wewe si zamu yako bwana. Hakuna kuibiwa. Hakuna la kuibiwa, wewe zamu yako. Sasa kwa zamu yako ucheze. Mimi siacha haya. Sasa tazama. Sasa ndio zamu yako sasa. Hujapata kitu? Kwa sasa, bao ni alama ya urithi wa Zanzibar, lakini pia inatoa matumaini ya baadaye ya uchumi wa kijamii na utalii. Pamoja na uendelezaji wa mchezo huu, tunatarajia kuona Zanzibar ikijivunia nafasi yake kama kisiwa cha utamaduni, michezo na urithi wa kale. Kwa kifupi, bao ni zaidi ya mchezo, ni sehemu ya maisha, ni alama ya utamaduni na ni daraja la kuunganisha Wazanzibari na ulimwengu kwa ujumla. Hiyo ya kwangu. Boza vitaka 1 2 3 4 5 6 7 8. Kwa 9 8 9 7 3 Alafu mkicheza mimi usitema dole mwe. Subiri basi nifikirie. Nikicheza mimi usitema dole. Hapa Mbona mimi hataki nifikirie? Wewe fikiria, sije kwamba usifikirie. Nikicheza mimi usitie madole. Tajiko wapi kwanza? Huu hapa huu. Mbona mimi hamtaki nifikirie? Mbona mimi hamtaki nifikirie? Rungu hii ya medi hii. Huyu atasema sisi 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Sasa unataka nikupe wewe? Unataka nikupe na mimi? Nitakupa. Ipo unataka nikupe? Nitakupa. Wacha. 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 Sasa
Sasa utanipata vipi hamna? Utanipata vipi hapa kwa mtaji gani? Wewe cheza. Mtaji gani uliokuwa nao? Sasa anakwenda tu ima Twende kwanza kwa kina Skatona kujua sasa hivi.